Haya, Mungu ni mwema na kila wakati. Asanti wa Kristo wapendwa wa Tigania East na Tigania West kwa jumla. Yangu ni kuwakaribisha hapa nyumbani. Na Bwana Mutai Kawe, wewe ni mwanaume. Kwa sababu wewe ulisaidia watu wengi hapa wasikufe. Hata mimi nilikuwa kwa hiyo group moja. Wewe uliweza corona. Ni kweli mrongo? Hebu mpigeni makofi. Na kama uliweza corona, hata kilimo tawe. Ndipo sisi tuko hapa siku ya leo karibisha wa Tigania East kuambia eti ya kwamba wewe unaweza. Na ingine nisema asanti kwa Mheshimiwa William Samoei Ruto kwa sababu alisunguza akili yake dunia nchi mzima akaona eti ya kwamba yule ataweza hii mambo ni Mutai Kawe. Hebu pigeni rais makofi. Because kama si rais angekuwa hapa. Kwa hivyo saa zingine tukiongea lazima tuseme kwamba rais alifanya mzuri. Mutai Kawe hapa kwetu sisi wakulima namba moja. Kutoka hapa kuteremka all the way mpaka Tharaka, sababu Tharaka ni neighbor. Sisi ndio wenye wakulima wa mahindi na marage. Namba moja. So yangu ni moja. Ukurundi hiyo kwamba sisi tunaomba store hapa Mulika chini hapa. Kutoka hapa ni 3 kilometers. Mahali kuna mahindi mingi sana marage, lakini eti ya kwamba watu wakivuna mahindi hawana mahali pa kuweka. Watu wakivuna maharage hawana mahali pa kuweka. Ukitusaidia uongee na group ya agriculture, watu tujenge store ya kuweka mahindi, store ya kuweka maharage, eti ya kwamba Kenya mzima itaweza kuinuka. Na ukituwekea hiyo pia utuwekea ndraya, kwa sababu tukivuna mahindi ingine inachafuka inaharibika. Sio mheshimiwa Bwana CS yangu kwa mingi kwa sababu ya haraka. Eti ya kwamba tutasema kwamba tupendane, tusikizane, tuwe kitu kimoja. Watu wa makadamia ile kuumia wameumia wakitafuta vei ya makadamia ni kali. Kidogo zamani kidogo miaka iliyopita miwili hivi, mitatu. Makadamia ilikuwa inatoka 250. Wa Chinese walitoka all the way kutoka Beijing, wengine Shenzhen, wengine wanatoka Yemen, wengine Guangzhou, wanakuja mpaka hapa kununua makadamia. Lakini walakandamizwa na wakoloni wa Afrika ambaye hawataki kuona hawa watu wakiinuka. Walipiga vita mpaka wakaondoa. Kwa hivyo sisi wakulima makadamia, kwangu ni pale Bwana CS mahali umepitia. Niko na samba pale chini ya miraa karibu ikasiwi ngapi mingi sana. Eti ya kwamba kama sisi kama wa Kenya ama wa Meru ukitaka tuinuke mambo ya makadamia lazima tuwe kama mchele pale Moya. Wakati ule mzee alikuwa anaondoa mtu mmoja, watu walikuwa chini. Wakati huu tusupport hawa watu wa Mount Kenya Cooperative. Tukisupport ile idea ambayo ilikuwa kule China, waende kule kutembea. Waangalie ni kitu gani walifanya ndio wakanunulia watu makandami na pesa mingi, nao waweke bei ya kununulia watu wetu ndio watu wetu waweze kuinuka. Ukweli ya morongo. Hebu nipigeni makofi nisikie utamu. Kwa hivyo yangu sio mengi Bwana Kitonga, nimeshukuru kwa hii mambo ya mpango. Na nikikueleza eti ya kwamba Bwana Mutai Kawe kwa Kimeru inasema kwamba Mutai Kawe, yani Mutai Kambi. Mutai Kambi. So Mutai Kawe ni yule ambaye anakula hiyo something kijiko ya kujisikulia yake. Wakati ule unachukua yako tafadhali, kwa sababu hii shule iko hapa. Tunakuomba kwamba ile mpango yote tumeona all the way from that side kuja mpaka hapa ni mambo ya love. Kama huyu mtoto angepitia kwa lab angeweza kutengeneza mafuta ama biscuits ama ndawa. Ni kweli mrongo. Kwa sababu mkubwa umelandi katika shule hii siku ya leo. Nataka mmalize kwanza kuongea kwanza ndio asikize. Nataka Mutunga amalize kwanza. Mutunga akimaliza ndio nitaongea. Kanatibo loi. Mtoto sema kwamba yule mtoto ambaye ametengeza ile mandawa, juice, ametengeza mpaka mafuta na kila kitu amepitia kwa lab. Na ikikoza hawezi tengeza. Ndipo nasema kwamba kwa sababu Bwana CS umepita hapa. Na Kimeru nasema kwamba kuku ikiingia kwa mtaro haitoki na manyoya yote. Nguko ya tonye rinyene ni malabu.
no mwanga malabu ya wako kwa. Kwa sababu wewe umeingia kwa simu leo na uko kwa hii shule leo, tafadhali tunakuomba ya kwamba tuachie love moja ndio watoto wetu wawe kama watu wafa. Yangu sio mingi bwana Mutahi Kagwe, mimi nakupenda, roho yangu nakupenda kwa sababu na wewe ni mwanaume. Tumetoka mbali na wewe, tumeiona miaka mingi na najua kwamba ukisika kitu waachilie. Mringeni mpeni bongi bokora. Na kwa sasa hapo kwa haraka na kwa weza tena na kitonga ile kazi ambaye mmepanga na watu wa Mount Kenya hii nuts. Ni kazi nzuri. Na mko na support yangu 100%, hakuna kurudi nyuma. Kwa sababu watu wetu wanaenda kuinuka. Kwa machaze Mwenyezi Mungu awabariki na wainue. Amen. Kwa hivyo sababu sio siasa, mimi najua sio msiko wa siasa. Nataka mnikubalie nialike ndugu yangu ambaye ni neighbor wetu hapa. Kwake ni pale kwa ile nyumba pale. Ukivuka kidogo hapo kwa Tigani West. Nimwalike hapa kwa chairman wetu wa Agriculture ndio aweze kuongeleza. Karibu mheshimiwa. Jumba nami. Amen. Simama. Jumba nami uregoya. Koto taina roe jumba nami uregoya. Jumba nami uregoya. Nairobi taina roe jumba nami uregoya. Haya DJ na pare ya kukaa chini, haya ni chini. Mtoyo nto murume namba 1 na turutangwe mwenwe na nkendo bora utemwanya utiania west na east twegentokei na tuwe tukawata na kingwe na kisiasa. Kwa mimi nikubaliani nialike yeye kwa makofi 1 2 3 pa. Funga na waocheza Mutunga na waocheza na Mutahi Kagwe na waocheza Ruto Kinyaka wa Ui Kinyaka wa Koi no. Thank you. Asante sana bwana Mporo wa Buri, mheshimiwa wa eneo hili la bunge, mheshimiwa Mutahi Kagwe, wageni mashuhuri wote, viongozi wa serikali sana sana wa AFA, viongozi wa shirika la Mount Kenya na wakulima mashuhuri, hamjamboni. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Kule nyuma Bwana Yesu asifiwe. Mko salama? Nitasema machache sana. Niruhusu tu niseme machache kabisa kwa sababu zao la makadamia ni muhimu sana kwetu. Kwanza kabisa nataka kushukuru AFA na Ministry ya Agriculture and Livestock kwa kupanga haya maonyesho. Tuseme ni awamu ya masomo. Tumekuja hapa kusoma ndivyo tuweze kuelewa kwa kina mmea wa makadamia. Kwa hivyo mmefanya kazi nzuri sana. Na niseme hivi, tuliwasii wakati tulikutana na nyinyi mahali, tukasema AFA lazima mjitokeze. Msipojitokeza kutakuwa giza kule mbele, kwa sababu watu hawajui AFA ni nani. Nataka kutangaza wazi kwamba mimi ni mmoja wapo wale waliunda AFA. Tulikuwa I think 8 or 9 members. Ilikuwa inaitwa Interim Management Committee ya AFA mwaka wa 2014 tukatengeneza AFA. We took about 3-4 months. Tukaunganisha mashirika yote, tukakuwa na Agriculture and Food Authority. Hii logo sisi ndio tuliapprove. Hata naona inaendelea kwa wakati huu, naona at least maneno inaendelea vizuri. Kwa hivyo AFA ni shirika nzuri ambalo linashughulikia Wakenya. Niseme kulikuwa na shinda kidogo. Kwa muda mrefu zaidi ya miaka 9 AFA walikuwa wote ni interim. There was no chairman, there was no board, the CEO was interim, the directors were interim, kila mtu alikuwa temporary, hakuna mtu alikuwa permanent kwa sababu hawakuwa na board. Sisi tulienda as far as recruiting, interviewing a chairman, tukaachia hapo. Kwa hivyo hawakuwa appoint chairman. Haikuwa ndoto mbaya, haikuwa nia mbaya,
ilikuwa nia ya kuweza kuunganisha wakulima wa Kenya wote, ndivyo waweze kufanya kazi nzuri ile wanahitajika wafanye. Kwa hivyo hapa kama shirika sio shinda. Nafikiri wamekuwa na board miaka 2-3 hivi. Kwa hivyo wameanza kufanya kazi tu vile mashirika yanatakikana afanye kazi kwa muda wa miaka 3 hivi. Kwa hivyo kama kuna jambo lolote ambalo pengine limekugusa ukafikiria hapa ndio shinda, basi leo nataka kuhakikishia hapa hawajakuwa na shinda. Shinda ilikuwa hawakuundwa vile shirika inatakikana liundwe ndivyo liweze kufanya kazi vizuri. La pili, sisi sote tunaongea juu ya guaranteed minimum returns. Nakumbuka wakati tulikuwa na mkutano kule Kidheo wa makandamia, na tukazungumzia kwa kina tuwezeshe ama turuhusu mchina aingie kwa mashamba ndivyo bei iweze kwenda juu. Alikuwa anaingia na bei inaenda juu kweli. Ilitoka shilingi 23 ikaenda mpaka 120, 150. Lakini hivyo sivyo vile tunatakikana tupange soko kama nchi. Tukiruhusu kila mtu afike kwa shamba letu, maneno yataharibika. Vile tungetaka nchi iendelee ni kwamba tuwe na mpangilio mzuri. Kuna mmea unaitwa mandizi. Hapa Kenya wakulima walikuwa wanakutana na mwenye kununua mandizi kule kwa shamba. Anakuja anaangalia hivi anasema yako haiko tayari, tena ni kidogo sana, ni aina ile mbaya, nitakununulia shilingi 50. Mkulima anapiga makofi. Mkulima wa Kenya has been a price taker for a very long time. Not a price, the Kenyan farmer anauliza utaninunulia pesa ngapi? Sasa wakati mwingine nauliza hivi wakulima, nauliza nyinyi, ni wapi umewahi kuona mtu amefungua duka, ameweka shati pale, alafu anangojea wewe ukuje umwambie unanunua pesa ngapi? Lazima uweke price tag. And the only way to put a price tag for farmers ni kuwa na association. That's the only way. Lazima tuunganishe mazao yetu yote. Kwa hivyo Mount Kenya is a very good idea. Association ya Kidheo is a very good idea. Ya hapa ni very good idea. Lakini zote zifungwe na kamba mo. Bwana CS, kama kuna investment inatakikana katika nchi yetu ni aggregation. Most of our farmers are very small scale. Watakutwa kwa shamba hata ajui apeleke hii ngadamia wapi, hii makadamia atapeleka ajui atapeleka wapi. Kwa hivyo ingefaa kungekuwa na aggregation centers all over. Na management ya aggregation centers isiende vile kahawa ilienda. Tusikuwe na wakora pale ndani. Tu aggregation centers zinaundwa vizuri. Tigania West tunajaribu kufanya hata mahindi ipaingie kwa aggregation centers. Na nafikiri hiyo itasaidia wakulima sana. Sasa tukitaka guaranteed minimum return, lazima tupange vile tulipanga mandizi. Mimi nilikuwa katika kilimo wakati huo. I was in the civil society. We started the process of organizing banana farmers. Tuka set up with the aggregation center, tuka set up market days. On Thursday, tunasema on Thursday mnakutana Mirudere, Wednesday mnakutana hapa. Wakulima wakatoka kwa shamba, wakaenda kwa barabara. Wakapeleka mandizi yao pale. Wakasema mwenye kununua tukutane kwa soko. Ile ndizi ilikuwa inatoka 150, ikaingia shilingi 600 siku hiyo. Kutoka wakati huo wakulima hawajaruhusu watu waingie kwa mashamba tena. Na ndivyo tunawaambia msiende hiyo njia ya kuongojea katika mashamba. La pili, you can never have bargaining power kama una product. Kama uko na kilo 2, kilo 3, kilo 4, hakuna kitu unasema. Lakini kama uko na tani 50, tani 100, 200 tons, 500, 1000 tons ya macadamia, let me tell you, you will never look for the market. The buyers will come and negotiate with you. Unawaambia I have 2000 tons of macadamia pale, na sisi tunataka kununua, na mimi ndio nitauza on behalf of wakulima. Watakutafuta usiku na mchana, watanegotiate ile price wewe utahitaji. Watakupatia the best price. Sasa shinda yetu ni hiyo disaggregation. Tumetawanyika kila mahali, atuuzi pamoja. Lazima turudi pale tuweze kuuza pamoja, ndivyo tuweze kusaidia wakulima wetu. Tukiangalia upande wa value addition, wengi wamewekeza katika value addition. Na value addition iko taratibu nyingi. Na iko ina cost pesa. Wamewekeza katika viwanda vyao. Tunaona wakati mwingine tunasema kuna sheria kifungu za 43 ambazo
kinapinga kuuza makadamia ama kuuza raw products outside Kenya. Crops Act 2013. Sasa kulingana na hicho kipengele, hata hapa Kenya kuuzia wawekezaji wa value addition hapa Kenya tunaweza pata pesa. Kwa hivyo the problem is disaggregation. Ama vile tunauza pamoja, tunauza peke yetu. So we need to be together ndivyo tuweze kuleta kuuza bei mzuri. Kuna jambo moja ningetaka tuendelee kusoma zaidi na AFA watisitize pale. Kwa haya maonyesho tumeenda around na tumeona many products. Don't forget the farmer, because that is the only person you can remove from the value chain na ina collapse. You can remove processors, wata process kitu kingine. Ni kuchange processor tu, alafu wanaendelea kuprocess kitu kingine. Hata wale wengine wote wanaweza ondoka, lakini farmer akitoka ina collapse. Why am I saying we are forgetting the farmer? We should have a lot more emphasis on ni vipi unakuza ule mti mpaka unafika wakati wa kuvuna, na ni vipi unavuna, ni wakati gani unavuna. Wakati mwingine serikali inafunga inasema mwezi huu, kutoka mwezi huu kwenda miezi 2-3 ijayo hakuna kuvuna makadamia, kwa sababu makadamia yetu inakuwa changa. Kwa hivyo AFA muko na jukumu na county government. AFA ikushirikiana na county government, we need to tell the farmer which is the correct variety for where. Lazima tuwaambie kwa kina, ukipanda ingine hapa haitakupatia mavuno ambaye ni optimal. Itakupatia suboptimal production. Utapukuza kidogo lakini haitakusaidia. Hapa panda hii, hapa panda hii, hapa. It is very easy for an institution like AFA to have a national map or a regional map or a county map. Like Meru County, you can say, panda hii variety hapa, hii inakuza hivi. These are the quantities you'll get per acre. So sana. Kwa ile miche mmetuletea ya mmea wa makadamia. Kule Tigania East, nafikiri Mheshimiwa Mporo Aburi atawaelekeza ni wapi mtapeleka. Tigania West, pelekeni kwa DCC office. Hapo ndio tutafanya distribution point. Watu watakuja wakicheck off because we have to account for every seedling. Kwa hivyo mpeleka pale, itaakautiwa each and every one of them, ndivyo waweze ku-issue those seedlings na tuweze kuwapanda. Ndivyo a good example ya ministry ya hizi makadamia. Na tunapoendelea mbele, tunaomba sana Mheshimiwa Mutahi Kagwe, endelea kufanya hayo mambo, because without demonstration wakulima hawezi kujua ni nini mzuri. Atajaribu tu mambo yake, we can easily waste land. Pale tulisoma kuna makadamia unaweza panda kwa shamba ya mkahawa. Nataka kusema watapeleka wapi? Kuja useme watapeleka wapi. Wajua siwezi kusema kwako. Yangu ni kidogo sana bwana commissioner yuko pale. Mr. Kinywa yuko pale, angalia wala. Lakini ile inabaki inapelekwa wapi? Ningine nikawa mpeni bwana, my friend. Acha niseme. Thank you. Okay. Sasa kwa niaba ya sisi sote waliofika hapa leo, nataka kuchukua nafasi kumkaribisha Senator Mutahi Kagwe, the Cabinet Secretary Agriculture and Livestock Development, aweze kuja kuhutubia mkutano huu. Tafadhali naomba tusimame kila moja pole pole tu. Neno tunatosha ukisema